ile micheni unajua unaiona hii cheni ni milioni 3. Ndio maana mimi ndio maana kila siku mimi nawaambieni watu mimi sina roho mbaya. Maisha yakiwa magumu, wewe unaendesha bodaboda, wewe hapo sio unafanya nini, maisha yamekuwa magumu. Unauza masambusa upate hela, njoo kaishangilie Yanga. Wallahi wa bila misho mshabiki mnafiki. Yanga ina hela. Yaani sio wachezaji ndio wanapata hela. Hata sisi washabiki tuna hela. Mimi sasa hivi na bajaji na hela. Ila mimi tuongee ukweli. Ukimweka Mangungu hapa na engineer hapa, namchagua Mangungu. Mungu Mangungu ambariki ampe maisha marefu. Mimi nimekuwa tajiri kwa ajili ya Simba kuwa mbovu. Sasa hivi na maisha kwa ajili ya Simba kuwa mbovu. Na yeye sababisha ubovu ni Mangungu. Mangungu anapewa hela, yeye anakula. Simba inakuwa mbovu. Mimi nikikutana na nyinyi waandishi wa habari na ikandia Simba na ikandia kukutana na watu wa Yanga matajiri milioni 2. Sasa Simba ikifanya vizuri mimi nitaongea nini kwenye media? Narudieni tena. Mangungu Mungu ampe maisha marefu. Mwenyezi Mungu aliomba mbingu na ardhi. Naomba Mangungu azidi kumpa njaa, azidi kuzalisha watoto, azidi kuzalisha wanawake ili njaa iwe nyingi hudumie watoto, akimpa hela azidi kuhudumia familia yake, mimi nipate ubora wa maisha. Na umekula saa kali ya kwenda. Hii saa 500. Hii pete 100 na hii 200, lakini ni 500. Hapa milioni 3. Hii hapa 2000. So najua mimi lazima ni mix kidogo. Hapa na Yanga la sana. Yanga imenipa maisha. Yote kwa ajili yako. Mimi nasemaje, wazazi wangu baba na mama walivyonizaa wakanitupa duniani na washukuru kwa kunizaa. Lakini hawajanipa chochote ulisi, mimi sina hata ulisi wa kikombe. Wamenizaa wakanisawa kama amekuzama kutelekeza. Sasa wewe umezaliwa na wazazi wako hawajakupa ulisi wowote, una kama unadanga upate chochote. Mimi baba na mama nawapenda kina hawajanipa chochote. Lakini baada ya kuja kushangilia Yanga, sasa hivi Yanga imenipa maisha. Kwa kifupi Yanga ndio baba yangu ndio mama yangu. Naipenda Yanga kuliko wazee wangu. Kwa Yanga imenipa maisha. Kati ya mtu anaokupa pesa, anaokupa maisha na mtu kakuzaka kakupa duniani, nani bora? Wazazi wangu nawapenda kwa nguvu ya Mungu. Lakini upande wa dunia, wazazi kama wamenitelekeza mimi. Bwana, kwa nini umechagua leo kuvaa uzi huu wa Mwananchi? Huu uzi ni mzuri, ni mtamu. Ndio uzi ambao ni kama nguo ya kwenda kuolea. Leo tunaenda kuwaoa washabiki wa Simba. Leo tunawaoa. Leo ndugu mwandishi wa habari, ile dogo injinia akamwambia abaki. Walivyosikia kabaki, pawe ikawaishia Mzize. Leo anapiga goli moja la uhakika. La kwanza hilo la Mzize. Kontabara anakuambia niko namba 6 leo lazima nitupie yale mashuti yale. La pili, Digidiela na atapiga mpaka kwenye goli. Yaani Simba tunavyowadharau. Nataka nikwambie ndugu mwandishi wa habari. Simba hakuna wachezaji, Simba kuna raia. Wamesajili raia. Hakuna wachezaji, yani Simba kuna vibanda vya wakara. Hakuna Yanga kuna nyundo. Simba kuna bisi. Unaijua bisi? Bisi unaijua? Bisi siwaga ni nyepesi vifuko vile. Sasa pale kuna hamna kitu chochote. Ndugu mwandishi wa habari. Mimi nilikuwa naweza tu labda nikaiomba serikali au naweza tu nikarudi nyuma. Unajua ndugu mwandishi wa habari, mheshimiwa wetu mtukufu mama yetu daktari anaotuletea amani na maendeleo. Anapiga kampeni Tanzania nzima kuwapa Watanzania furaha ili waje wampigie kampeni wakiwa wana furaha, wampigie kura wakiwa wana furaha. Lakini leo tarehe 16 tukimfunga Simba na wenyewe wako wengi, furaha tutawanyang'anya. Kwa hiyo watakuwa hawana furaha, wanaweza kukaa mwaka mzima hawana furaha. Kwa hiyo naiomba Yanga, uongozi wa Yanga, leo Yanga tukubali kufungwa, tucheze mpira chini ya kiwango ili Simba watufunge Yanga, ili ile furaha ambayo mama kawapa wananchi ambao ndio watu wa Simba wakae na furaha yao, waje wampigie kula wakiwa na furaha. Hiyo inaweza sipige kula leo yakifungwa mara 5 ile. Wao watakuwa na furaha, wataitoa wapi? Bwana, mkimfunga leo inakuwa ni mara ya 6 mfululizo. Yeye inakwambia hiyo itakuwa ni shida. Itakuwa ni aibu, wasije wakajiita timu kubwa. Na leo Mangungu kaza anayo. Yaani Simba leo ikifungwa, wallahi wa billahi wataribika kisaikolojia, watakuwa machizi. Yaani nakwambia akili zote zitaponyoka. Na ukija ukakutana na mshabiki wa Simba, ndugu mwandishi wa habari, leo akifungwa, ukitana na mshabiki wa Simba ovyo, anaweza hata akakuua bila sio akili yake. Narudiani tena, mtu yoyote leo Simba akifungwa, kama wewe na mwana Simba umemwajiri ni beki 3, ni daktari nesi, ukiona akakutemea mate kakuvuruga ovyo ovyo ajielewe, usimlaumu, sio akili yake. Akili itakuwa imeponyoka, itakuwa imeharibika kisaikolojia. Na leo Mzize lazima waweke. Wallahi wa billahi. Naambia huyu dogo, mbona unamwamini sana Mzize? Huyu dogo mimi namwamini, baba wa taifa, mchezaji wa taifa. Leo tarehe 16 Simba na Yanga leo. Mzize la kwanza, Kontabara anaweka, alafu anakuja kumalizia Digi Diara. Ndakaradi anapiga mpaka kwenye goli. Bwana, timu yenu bwana imecheza bwana. Mo Dombi watu wengine wanamponda, anaambia bwana hamna kitu pale. Nani? Mo Dombi. Si upande wa makoro. Sasa huyo mchezaji unajua tulivyomsajili tulichokifanya? Tulitafuta chui na yeye alikimbia kaipita chui. Yule dogo ana miaka mingapi? Ana miaka 19. Anakimbia. Yule ni academia.
Narudiani tena, yule ni mchezaji, sio raia. Raia wako Simba. Na leo Simba anakufa. Yaani kikosi cha Yanga sisi tumekitengeneza sio kwa ligi ya ndani, kwa ajili ya klabu bingwa. Na naweka hadi kabisa. Ndugu mwandishi wa habari, kikosi cha bilioni 100 leo kikifungwa, naweka hadi, na nilikuwa naomba serikali tukufe singilie. Naomba washabiki wa Simba wanunue super glue 2. Hizo super glue 2 wazifungue. Wanichomeka kwenye tundu la pua. Waiminye hiyo super glue. Alafu wachomeke ya pili, tundu la pili. Waminye. Alafu wachukue hivi vidole, wazibe hapa ili visiwe super glue kadondoka kama mafua. Wabade, alafu wanibade na pua kama masaa mawili ili super glue ifanyeje? Ikamate. Kitachofuata ni kifo. Na nilikuwa naiomba serikali yetu tukufu inayoongozwa na viongozi wa karimu. Ikisikia hilo swala, baba Rabiati, washabiki wa Simba wamemuua kwa njia ya kumwekea super glue kwenye matundu ya pua. Hilo swala serikali asilingilie. Nyamonge tajiri alioninunia cheni, boss wanaodhamini walemavu. Akisikia hilo swala, asiende polisi kwa shtaki. Hii itakuwa ni hadi inatekelezwa. Simba leo akichukua Ngoja Hisani mbele ya mabingwa kikosi cha bilioni 100. Simba leo anauawa mapema. Kifo kinamhusu. Leo anakufa atake asitake. Ndugu mwandishi wa habari, yani mpanzu ni mfuko wa bisi. Ukifanya unapepea. Narudia tena, mpanzu sio mchezaji, mpanzu ni kibanda cha wakala. Kati ya nyundo na kibanda cha wakala, nani anambomoa mwenzake? Nyundo senatoa msumari, inabomoa mbao. Sasa leo kikosi cha Yanga cha nyundo tunaenda kuwapiga kichwani. Na hicho kichwa tumeambiwa wana Yanga tusikitaje. Hicho kichwa tu tukakitaja. Sio cha kutaja hicho kichwa, ni aibu. Hiyo nyundo tuna pum. Narudieni tena. Yule jamaa uliyomwongea naitwa nani, nimemsahau jina, yule sema sijui nini wanasemaje. Huyo mchezaji wa Yanga. Tulivyomsajili, tumechukua nyundo tumempiga nyundo za miguu. Wala hajatoka damu. Ndio maana nasemaje? Unajua sometime huyu engineer sisi wana Yanga tuna wasiwasi naye. Huyu engineer atakuwa ameenda Japan, ameenda kutengeneza macyborg yanajifanya binadamu yanakuja kucheza mpira na wanadamu. Haiwezekani wachezaji wa dunia wakina Ronaldo, wakina Neymar wakiwa wanacheza tunaona yanaema. Unaona kabisa hawa ni binadamu. Lakini kikosi cha Yanga kiemi, Mziza hatujaona jasho, hatuoni Kontabara jasho. Ndio maana engineer, kama umeenda Japan engineer kutengeneza macyborg wanajifanya binadamu, Mungu atakuchoma moto engineer. Hao ni sio wachezaji, hao ni macyborg. Sasa kikosi cha macyborg leo kikutana na watoto wadogo, watapigwa mengi. Leo mimi naongea ukweli. Wallahi wa billahi. Naongea ukweli. Chuma zinaingia 2. 3 nimeitoa. Bwana Pacome vipi? Hajacheza siku ile. Watu wanasema inawezekana kawa yupo katika majeraha. Pacome hata sipocheza. Pacome sisi tunamuingiza kwenye kikosi akiwa tunacheza na Azam kidogo, Singida, Tabora. Lakini Simba sisi hatuna shida kuingiza manyundo. Tutaingiza wachezaji wadogo nini. Simba hatuna shida naye. Simba ni mtoto mdogo. Hata sisi wazee wa shabiki tukivaa jezi Simba anafungwa. Yaani katika timu mbovu Tanzania zina jina kubwa, zina washabiki wengi, zina jezi, zina pesa, ni Simba. Lakini kwenye pitch hakuna kitu. Wewe unamuona Mkwala mchezaji, kile ni kibanda cha wakala, hakuna mchezaji pale. Mkwala sio mchezaji, ni mfuko wa bisi umeenda pepea. Lakini Kontabara Mkwala, wallahi wa billahi, hata wewe mwanangu unampiga chenga pale. Akikimbia kidogo anaema. Bwana kuna Deluk pale, umemwona yule katoka Mamelodi yule. Yule beki yule. Sasa yule beki mwanangu nimemkuta na kula nguruwe pale, ana vidonda vya tumbo. Ana kitu mle, hajui kukimbia, anakula mbuzi na joint imeshachoka. Yule beki hamna kitu. Pacome Zouzoua pala akiingia kwenye pala anatoka na mweka. Yaani nakwambia katika beki bora Shamaruni angekaa. Angebaki pale kwa singemfukuza au bora wamrudishe Enonga au wawa. Wale wachezaji leo wanasaidia Simba. Narudieni tena. Wana Yanga kwenye hii TV ya sauti, si ndio hii? Tutaifunga Simba mpaka serikali itaingilia kati. Tutaifunga Simba mpaka haki ya binadamu itaingilia kati. Yanga hakuna wachezaji. Yanga kuna majini au maroboti. Yanga kuna nyundo. Mchezaji mmoja wa Yanga ni sawa sana kikosi chote cha Koro. Wachezaji tunao na tunatamba nao. Na nataka niwaambieni wana Yanga, kikosi cha Yanga sisi hatujakisajili kwa ajili ya ligi ya ndani. Hii ni kama sababu tuna shida na kuleta kombe la klabu bingwa, tuna shida na Simba sisi. Simba timu ndogo, makoro tu wameshaisha kabisa. Tunawabomoa leo, wallahi wa billahi. Bwana waambie neno la mwisho mashabiki wa Simba leo. Washabiki wa Simba naongeeni maneno mawili. Vitu vinavyofurahisha viko vingi. Ni bora wakaisikilize nyimbo za za Power wakafurahisha ile power. Wameishiwa Power. Wafurahi kidogo huku Simba yeye inajipanga miaka 10. Washabika miaka 10. Labiat mwanangu ana miaka 5.
mpaka afikishe miaka 65 ndo Simba itanifunga. Washabiki wa Simba mnaponiona popote pale, nunueni vitambaa vidogo vidogo mapema. Baada ya Simba ikifungwa, mkafuteni machozi yasije katiririka mbele ya watu, itakuwa aibu. Engineer oye! GSM oye! Power! Engineer oye! Hii sio Yanga, hii ni Barcelona. Narudieni tena, hii sio Yanga, hii ni Barcelona. Tutaifunga Simba mpaka serikali itaingilia kati. Moto wa Yanga sio moto mafuta taa, hii ni petroli. Baba Rabiat, nimemaliza. Thank you. Msisahau kumfollow sauti inaitwa Sauti Kuu TV. Narudieni tena. Mkitaka watu wawafuatilie, mpendwe na Mungu, upendwe na serikali, kwanza kwanza kamfollow, wanasemaje nisaidie. Kwanza kamfollow Sauti Kuu, kamfollow. Hii ndio TV bora, ina mambo ya uhakika, ina washabiki, ina kila kitu. Ukifuatilia na Mungu anakufuatilia na sisi tunakufuatilia. Thank you Baba Rabiat.